Mtazamaji, leo tuko katika Raha za Pwani Magomeni, tunaita Fagia Jiji. Raha za Pwani ni tamasha la taarab ambalo nimelianzisha mimi hapa mwaka 2022. Lakini tulikuwa tunafanya kwa mwaka mara moja. Mwaka huu tumeanza na Magomeni. Inshallah tutakwenda sehemu nyingine, wilaya nyingine, alafu tunakuja kufanya ile kubwa yenyewe. Hapa sasa hivi tunafagia jiji. Natumai utafurahia mambo mbalimbali. Leo tuna wasanii watatu ambao malkia hawa wanakwenda kwa jina la Mwamvita Shaibu, Zena Mohamed na Aisha Masanja. Ndio wamebeba Raha za Pwani. Natumai utafurahi sana. Watu wa Magomeni wanajua kucheza taarab, wanajua hasa kulifagia jiji, na ndio maana tumeona tuanzie huku tuonyeshe wilaya zingine kwamba watu wa Magomeni wako moto. Natumai utaenjoy, utarusha roho ukiwa nyumbani. Karibu sana Aisha. Hii ni Raha za Pwani ndani ya mambo ya Hadija Mwanamboka, na naamini wewe ndio mara yako ya kwanza kuwa kwenye Raha za Pwani. Labda kidogo tu, kama kidogo una hata idea Raha za Pwani ni kitu gani yani? Nijaze kidogo nijae. Raha za Pwani ni sherehe ya wanawake kufurahi, yani kurushana roho pia ipo. Raha za Pwani ndio raha. Kwa hiyo tumejumuika, mimi ndo mara yangu ya kwanza. Nimefurahi sana Mwanamboka, uko vizuri. Asante sana. Nijae. Okay. Aisha, umekuwa umeimba kwa muda mrefu. Sawa, sidhani kama umeanza mwaka jana au mwaka juzi, lakini hapa kama mwaka mmoja na nusu hivi umeshtua kidogo jiji. Sawa? Sasa labda unahisi unaweza kumpa ushauri msanii ambaye anachipukia, labda wewe katika experience yako kitu gani ambacho umejifunza ili kwamba unaweza ukaa huko nyuma ya watu alafu ghafla unachipukia, au unahisi ni bahati tu, au kwamba kila mtu ana wakati wake? Hebu tueleze kidogo, dadavua kidogo. Yani niseme kwamba kuna muda ukifika, alafu pia kuna bahati, maana unaweza ukakaa muda mrefu kwenye game, alafu akaja tu chipukizi akanyanyuka. Kwa hiyo kuna bahati na kwa hiyo mimi kwenye game kusema kweli nimekaa muda mrefu sana tu, nimetembea kweli sana tu. Nimeanza game muda mrefu na nimekaa katika mabendi, wengine nimejaliwa kupewa nyimbo, wengine sijajaliwa. Kwa unakuwa unaimba tu playback? Naimba tu za watu. Kama pale Zanzibar Star nimeimba nyimbo za watu nyingi tu. Okay. Sasa pale kama pale Zanzibar Star, kwa mfano chipukizi unaenda unapewaje nyimbo? Walokaa safu wote vyuma. Basi ulipokwenda utanipeleka. Kuna sehemu itakuwa inawezekana umekwenda. Wakati wa Mungu ukifika. Wakati sahihi. Kweli kila mtu ana wakati wake.
Mohamed. Karibu sana. Asante, nashukuru. Zena Mohamed, wewe ni mwimbaji wazungu wanaita playback singer. Kwa Kiswahili ni wale waimbaji ambao unaimba na Bi Khadija Kopa. Ni mama ambaye amekulea. Sasa unaweza kutuambia nini kuhusu kwanza Bi Khadija Kopa kama msanii nguli wa tasnia hii ya taarab? Bi Khadija ni mtu mmoja, mtu mzuri sana. Kuanzia kwenye tasnia yake. Mimi mara ya kwanza kabisa nakuja zangu kuanza kujifundisha kuimba. Kuna siku tuliitwa, kuna onyesho fulani ili tufanye kazi. Nimefika hiyo sehemu ya Khadija amesimama. Yaani mimi nimekaa chini nawaza hivi, je, mimi naweza nikaweza kama Khadija? Khadija ni mtu ambaye anajua. Yaani sana anaiweza tena. Haya, na mimi hapa ni msanii wake. Kwenye uongozi wake ni mtu mzuri sana, ana upendo, anatulea vizuri, anatufundisha heshima ya kazi. Ni kuanzia muda saa moja. Kwa hiyo ni mtu mzuri sana, anafundisha mpaka uimbaji. Kiimba nakwambia hapo sivyo. Kwa hiyo ni mama, mtu mzuri sana. Zena, wewe umekuwa mmoja wa waimbaji kwenye historia ya Raha za Pwani upo. Tumekwenda wote sehemu zote. Tumekwenda Dodoma, tumekwenda Mwanza, Zanzibar. Sasa leo uko hapa, shughuli hii nikigeuka nyuma na kuona umependeza hapa nyuma, sijui umejiona kwenye bango hili. Siku zote tulikuwa Raha za Pwani na kwa wale wasanii wakubwa. Lakini leo Raha za Pwani hii mmeshaini nyinyi hapa. Unaona? Na washabiki zako wanataka kusikia. Wewe labda una kitu gani maalum unataka kuambia washabiki zako leo? Yaani mimi nasema waje kwa wingi, leo kuna vitu vizuri. Mimi nimeshaimba nyimbo nyingi nzuri. Kwa hiyo watapata hapa vitu vizuri. Waje wakaribie.
Pembeni yangu nina mwanamuziki ambaye anaitwa Mwamvita Shaibu. Yeye anatokea TOT, lakini leo anasimama kama Mwamvita Shaibu. Karibu sana Mwamvita. Asante, habari yako? Nzuri. Hii ni Mambo ya DJ Mwanamboka, inakuletea raha za pwani Magomeni. Sasa nieleze, unajisikiaje kuwepo? Najua umekuwa na historia na raha za pwani toka lipoanza. Umekuwa kama playback singer. Leo unasimama wewe kama wewe Mwamvita Shaibu kwenye raha za pwani ya mwaka huu, lakini tuko Magomeni. Niambie unajisikiaje? Mimi kama Mwamvita kikweli, kwanza sikutegemea kama nitapata hii nafasi. Nashukuru kwa kweli kwa kupata. Sijui umeona hapa nyuma kwenye bana, hebu jiangalie. Umejiona? Nimejiona. Manake tumezoea zinapokuwa raha za pwani zingine unakuta wale wasanii wakubwa kubwa, lakini leo kwenye bana watu watapata bahati ya kupiga picha na wewe picha. Nashukuru kwa kweli, kiukweli kabisa mimi. Yaani kwanza nina furaha sana. Nashukuru. Kwanza umependeza, hongera. Asante. Alokupaka makeup nani? Alokupodoa? Kasa. Anaitwa nani? Kasa. Yuko wapi? Yuko Magomeni Kagera. Mashaallah. Watu Magomeni kwa makeup. Pambe kweli kweli. Wako vizuri. Haya, sasa Mwamvita, hebu niambie leo una kitu gani special ambao umeandalia mashabiki zako? Manake unajua kama unasema wewe kuwa playback singer wa gwiji kama Hadija Kopa, leo unasimama kama wewe, unawaahidi nini mashabiki zako? Mimi ninachoahidi, watu wananijua kazi zangu Mwamvita, nikiwaga stage moja sinaga mbambamba. Mimi yani watarajie kwamba watapata burudani nzuri kutoka kwangu, nyimbo nzuri kutoka kwangu, na hata vile vile pia hata kama kuna wapenzi ambao watahitaji Mwamvita aimbe nyimbo fulani, mimi niko tayari kwa Mambo ya Hadija Mwanamboka ambaye imeleta raha za pwani Magomeni, kwa sababu lengo la kuwanyanyua wasanii wa wanawake wachanga, na wasanii wawili leo walibeba shughuli hii wako katika bendi yako. Wewe unaelezea vipi? Najisikia vizuri kwa sababu na mimi mwenyewe nataka sana wasanii watokeze mastaa wapya, kwa sababu tumebaki mastaa wale wa zamani na umri wetu umeshakuwa, wakati wote tunaweza kuacha. Kwa ni vizuri hawa vijana chipukizi wakaja juu wakapata nafasi nao ya kubebwa
wakapata nafasi nao ya kujionyesha kwenye watu, wakapata nafasi nao ya kupendwa, wakapata nafasi nao wa kuona wanafanya nini ili hadhara ya watu iwapokee, ili wapate kushika nafasi wakati wote tunapopumzika. Sasa wewe umekuwa kwenye tasnia zaidi ya miaka 30. Una discipline sana ya kufanya kazi na wewe. Unaweza kuwapa ushauri gani wasanii? Mimi nawapa ushauri sana wasanii wa sasa hivi, kwanza wazingatie nidhamu, wazingatie heshima, wazingatie kuwathamini wapenzi wao, watizame wapenzi wao wanataka nini, sio wao wanataka nini, wapenzi wanataka nini. Hicho ndio kitu muhimu, na nidhamu kwenye kazi ndio kitu muhimu. Bila nidhamu huwezi kufika popote, na kuwa na kujiamini na kuwa na upendo na ile kazi yako. Asante sana Mary, sikuchoshe. Naona tumetoka burudani na kushukuru sana na kuomba usichoke kutuunga mkono, usichoke kuwashauri wasanii. Asante, mimi niko tayari kuwashauri wasanii wadogo wale wanaonifuata. Okay, niloishi nao ndo kama hao, ndo unaona ninavyowapa muda, ninawapa time yao ya kuimba kwenye sehemu mbalimbali ili na wao wapate kusimama imara.
Mpenzi mtazamaji, hii ilikuwa Raha za Pwani Magomeni, tunasema fagia jiji. Kama ulivyoona wasanii watatu ndio walikuwa wamebeba tamasha hili, ambayo ni Mwamvita Shaibu, Zena Mohamed pamoja na Aisha Masanja. Vile vile tulikuwa na mgeni kutoka visiwani Zanzibar, yeye anaitwa Mama Ray. Lakini kama kawaida yake Bi Khadija Omar Kopa, kwa sababu leo bendi iliyokuwa inasindikiza wasanii hawa ni Ogopa Kopa. Kwa hiyo Bi Khadija na yeye alikuja kuwasapoti vijana wake, tunamshukuru sana. Hii ni fagia jiji ya Magomeni. Sicheze mbali na mambo ya Khadija Mwanamboka uone tunakwenda wilaya gani. Napenda kuwashukuru wadhamini wangu ambao ni Seacliff Court Hotels and Luxury Apartment, Kodesh Silver Jewelry. Hugo Domingo ndio wametufanyia maajabu ya stage yetu ya leo. QQ Trends wamempendezesha MC wetu, vile vile wasanii wamevishwa na abaya inda. Basi kutoka kwangu, kutoka hapa mambo ya Khadija Mwanamboka, ni mimi Khadija Mwanamboka nasema bye bye.